Tuanzie huko Mashariki ya Kati ambapo jeshi la Marekani limeripotiwa kutuma barua kwa mabaharia kusema kwamba litafunga ufuo wa bahari wa nchi ya Iran na kuzuia meli zote kutumia bandari hizo. Ujumbe huo kutoka kwa kituo kikuu cha jeshi la Marekani unasema kwamba meli yoyote inayoingia au kutoka katika eneo lililozuiliwa bila idhini itazuiliwa, kubadili safari yake na pia kukamatwa. Ujumbe huo unasema kuwa kizuizi hicho kitajumuisha eneo lote la pwani ya Iran pamoja na bandari na vituo vya mafuta. Vizuizi hivyo vya Marekani vilianza saa chache zilizopita na Iran imetishia kulipiza kisasi, huku Tehran ikiendelea kuhakikisha mlango bahari wa Hormuz umefungwa kabisa. Mlango bahari huo wa Hormuz ni njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta ambapo takriban 20% ya mafuta na gesi asilia husafirishwa. Mahali ilipo imefanya kutumiwa na Iran kama njia ya kujinasua muda wote huu wa vita kwa kuchagua kuzuia meli kupitia kwenye njia hiyo nyembamba ya maji na kusababisha kupanda kwa bei ya mafuta kote duniani. Kuongezeka huku kwa bei ya mafuta kunafuatia kuporomoka kwa mazungumzo ya amani nchini Pakistan mwishoni mwa juma lililopita, kama anavyoripoti mwandishi wetu Joe Inwood katika taarifa inayowasilishwa na Victor Kenani. Imekuwa mojawapo ya silaha kali zaidi ambazo Iran imezitumia na ni mojawapo ya njia muhimu zaidi za baharini. Huu ni mlango wa bahari wa Hormuz ambao kwa sasa umefungwa kabisa na meli kuzuiliwa kupita na jeshi hili. Ni meli chache tu ambazo zina idhini ya kuingia na kutoka, hali ambayo inazidi kuathiri pakubwa uchumi wa dunia. Kufunguliwa kwa mlango huu wa bahari kulikuwa moja ya matakwa makuu ya Marekani yaliyojadiliwa kwenye mkutano kati ya mataifa hayo mawili huko Pakistan wikendi iliyopita. Marekani haikufanikiwa kuishawishi Iran kuufungua mlango huo wa bahari, na kwa hilo imeamua kuchukua hatua mbadala ya kupata ilichotaka. Kupitia ukurasa wake wa mtandao wa kijamii, Rais Donald Trump amesema, na hapa ninamnukuu, kwamba Marekani itaanza kuzuia meli zote ambazo zinajaribu kuingia au kutoka kwa mlango huo wa bahari wa Hormuz. Kiongozi huyo pia amedai mataifa mengine yatahusika katika shughuli ya kuufunga mlango bahari wa Hormuz. Jeshi la Marekani limethibitisha kwamba litaanza kuufunga mlango bahari wa Hormuz kuanzia leo jioni. Mambo mazuri yanafanyika kuhusiana na mlango bahari wa Hormuz. Nadhani kwamba Iran ipo katika hali mbaya sana. Ninadhani kwamba wanahangaika vibaya. Haiko wazi ni lini amri hiyo itaanza kutekelezwa na ni nchi zipi ambazo zitahusishwa, ikiwa kuna zozote ambazo zinataka kuhusika. Ni mkakati uliojawa na tishio kubwa ambalo linaandamana na changamoto nyingi. Inaonekana kwamba ni mojawapo ya mbinu za kujadiliana ili kutafuta pande husika kuafikiana na vilevile kuishinikiza Iran kwa kuilenga kiuchumi, kwa kuwa itapokea ushuru mdogo kutokana na mlango huo wa bahari kuzidi kufungwa. Ni wazi kwamba hali hiyo ni muhimu zaidi kwake Trump na vilevile hatua ya kuweka shinikizo kwa washirika wa Iran kama vile China. Mjini Tehran, baada ya takriban siku 40 za mashambulizi ya kutoka angani, muonekano wa picha hizi ambapo makundi ya kujadiliana yapo kwenye ukurasa wa juu ni jambo ambalo limepokelewa vyema na raia ambao wanahisi afueni kidogo, hata kama sio matokeo walioyatarajia. Nilikuwa natamani sana kwamba pande zote zingekubaliana na kupata suluhu ya mzozo. Zimeshapita siku 45 sasa, na ninachokiona nyusoni mwa watu ni mahangaiko makubwa. Hali hii hatuhitaji sisi kama taifa. Ningependa kuwepo na njia ambayo ingewaletea raia wa Iran furaha, chochote ambacho kitawafanya watu wa Iran kuwa na furaha. Sipendi hali hii ya sintofahamu. Ikiwa watu wanaridhia kwamba vita ndio suluhu ya mzozo uliopo, basi na hilo lifanyike ili tatizo litatuliwe. Wengi katika nchi hii wanasema kwamba wamechoshwa na vita. Haijabainika wazi ikiwa hatua ya kufunga bandari ya Iran kwa nguvu za jeshi la majini itazua tena vita ama kuleta utulivu. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu anasema Israel inaunga mkono vizuizi vya jeshi la majini la Marekani katika bandari za Iran. Hivi ndivyo alivyosema katika hotuba ya video kwa baraza lake la mawaziri. Kwa sababu Iran inakiuka sheria, Rais Trump aliamua kuwawekea vikwazo. Ni wazi tunaunga mkono msimamo huo wa nguvu. Tunasimama na Marekani wakati wote. Mazungumzo yalipatwa na aina fulani ya mpasuko. Kila mtu ambaye amekuwa akifuatilia kwa karibu mazungumzo haya pamoja na rais na timu yake anaweza kuwa shahidi wa hilo.
Sasa haya yanajiri huku bei ya mafuta ikipanda tena kwa zaidi ya dola 100 kwa pipa. Wakati huo huo, Israel imeendeleza mashambulizi yake nchini Lebanon. Jeshi la ulinzi la Israel limesema shambulizi dhidi ya Bint Jebaili liliua wapiganaji 100 wa Hezbollah na kwamba mamia ya silaha zilipatikana katika eneo hilo. Lebanon inajitahidi kukabiliana na idadi ya wakimbizi wa ndani wanaotoroka makazi yao kutokana na mapigano. Wizara ya afya ya Lebanon inasema zaidi ya raia 30 wameuawa kutoka kwa mashambulizi ya Israel katika muda wa saa 24 zilizopita. Ripoti hiyo ndio inayotukamilishia taarifa yetu kuu usiku huu. Sasa tugeukie taarifa ya tanzia. Ni siku 3 sasa tangu kusambaa kwa taarifa za kifo cha mwanamitandao ya kijamii kutoka Marekani Ashley Robinson almaarufu Ashley Jenner kilichotokea visiwani Zanzibar na kuzua mjadala mitandaoni. Ashley ambaye ni mkazi wa Miami nchini Marekani aliwasili Tanzania akiambatana na mpenzi wake kwa lengo la kutembelea vivutio mbalimbali na kisha kusherehekea siku yake ya kuzaliwa akiwa na mwanamume huyo ambaye pia alimvalisha rasmi pete ya uchumba. Jeshi la polisi Zanzibar limeeleza kwamba wanasubiri uchunguzi wa kitaalamu yani postmortem kabla ya mwili huo kusafirishwa kurejea nyumbani Marekani. Mwandishi wa BBC Alfred Lastek amezungumza na Benedict Mapujila ambaye ni kamanda wa polisi mkoa wa Kaskazini Unguja Zanzibar, na ameanza kwa kumuuliza nini haswa kilipelekea kifo cha mwanadada huyo. Kwa mujibu wa maelezo yaliyokuwepo ni kwamba kweli alifuatana na mpenzi wake huyo au mchumba wake, na wote walikuja wakapanga katika hiyo hoteli ya Zuri pale Nungwi, lakini kabla ya tukio hilo walionekana kulikuwa na sintofahamu, kutokuelewana. Sasa kwa sababu kulikuwa na kutokuelewana huko, utawala wa hoteli ukaona ni bora watenganishe vyumba kwa ajili ya usalama wa kila mmoja. Kwa hiyo Ashley akawa na chumba chake na funguo yake, na huyo mchumba wake naye akawa na chumba chake na funguo yake. Tulitegemea leo itafanyika postmortem na ili tuweze kupata postmortem ripoti, na baada ya kufanyiwa uchunguzi mwili wake utakabidhiwa, na nafikiri kwa utaratibu uliopo kwa mgeni tawasiliana na watu wa embassy, wao watajua, au watu wa ubalozi watajua wanafanya nini. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tutakaporejea, Papa Leo wa 14 aanza rasmi ziara yake ya siku 10 barani Afrika. Karibu tena, hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Ron Cliff Odit. Papa Leo wa 14 amesema ataendelea kuzungumza dhidi ya vita baada ya Rais Donald Trump kumshambulia kwa maneno makali kufuatia ukosoaji wake wa wazi kuhusu vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Kiongozi huyo wa kanisa Katoliki duniani ambaye ni mzaliwa wa Marekani amesema kuwa hana hofu na serikali ya Trump. Amesema ujumbe wake bado ni ule ule wa amani.
Papa Leo anafanya ziara ya kwanza kabisa barani Afrika. Kituo chake cha kwanza Algeria, katika ziara ya siku 10 barani Afrika itakayompeleka pia Cameroon, Angola na Equatorial Guinea. Akiwa Algeria, nchi yenye Waislamu wengi, Papa anatarajiwa kuhimiza mazungumzo kati ya dini tofauti na kutembelea msikiti mkuu wa Algiers. Mwandishi wa BBC Nom Samasego ametutumia ripoti ifuatayo inayowasilishwa na Phyllis Mwate. Rangi mpya inapakwa kwenye eneo hili katika maandalizi ya kumpokea mgeni rasmi hapa. Eneo hili ndipo kituo cha kwanza cha ziara ya Papa Mtakatifu barani Afrika, huku nchini Algeria, nchi yenye jamii ndogo sana ya Wakatoliki, lakini yenye nafasi kubwa katika historia ya Kikristo. Ni mahali alipozaliwa Mtakatifu Agostino, ambaye urithi wake umeunganishwa kwa kina na shirika la Agostino ambalo mlezi wake ni Papa mwenyewe. Hii itakuwa ziara ya kwanza ya kiongozi wa kanisa Katoliki nchini Algeria tangu taifa hilo kujipatia uhuru mnamo mwaka 1962. Kauli mbiu ya ziara hiyo ya siku 3 ni salamu ya Kiislamu, Assalamu alaikum, amani iwe juu yenu, ili kuonyesha ujumbe wa Vatican wa umoja. Ni furaha kubwa, kwani inasaidia kuimarisha uhusiano kati ya dini hizi mbili ambazo zinashiriki historia ya pamoja, hasa kaskazini mwa Afrika na hasa nchini Algeria. Papa atahutubia hadhira ya waumini wa Kikatoliki katika kanisa la Basilica of Our Lady of Africa wakati wa ziara yake. Ninachotarajia kutoka kwa Papa ni mtu ambaye kwa mara nyingine atatumia moyo katika imani yetu na katika utume wetu wa kujenga ulimwengu mpya. Ulimwengu ambapo kuna amani na ambapo watu wanaishi pamoja kwa maelewano. Kama ishara ya kujitolea kwake katika mazungumzo ya kidini, Papa pia atatembelea msikiti mkuu wa Algiers unaosemekana kuwa na mnara mrefu zaidi duniani. Nchini Cameroon, matarajio yamechanganyika na